wakatokea wote wakiwazawaza mioyoni mwao habari za Yohana kama labda yeye ndiye Kristo. Yohana alijibu akawaambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kulegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto, ambaye pepeo lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano ghalani mwake, bali makapi atakateketeza kwa moto usiozimika. Jina la Yesu libarikiwe. Natamani katika chati hizi ambazo Mungu ametupa ni kushirikisha kidogo kuhusiana na batizo kwa moto na kwa Roho. Jina la Yesu libarikiwe. Yohana tunafahamu ya kwamba kwa neema ya Mungu alizaliwa na mama mmoja ambaye alikuwa tasa kwa miaka mingi, na wamekuwa wakimwomba Mungu kwenye maisha yao, mzee Zakaria, kwamba Mungu awape mtoto, lakini kwa kipindi wasichozani malaika akamtokea Zakaria kwenye hekalu. Biblia inasema kana kwamba ilikuwa ni zamu ya Zakaria kuhudumu madhabahuni wakati huo, na kwa kawaida Kiyahudi yote anapokuwa anaingia kufukiza uvumba, watu wote wanakaa nje, hekalu linafungwa, anaingia kuhani kwa ajili ya kuhudumu madhabahuni pa Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo Zakaria akaingia kule kuhudumu na mlango umefungwa na watu wote wako nje wakati huo. Anafukiza uvumba, maana yake anafanya huduma ya kikuhani. Uvumba katika maana ya kiroho. Kila mtu hapa anatakiwa awe anaachilia uvumba kwenye madhabahu ya Mungu, kwa sababu kila mtu hapa alipo ni kuhani na wakati huo ni mfalme. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa ni shule nyingine ya kufanya kila wakati uwe unasikia kuachilia uvumba kwenye madhabahu ya Mungu, na una zamu yako ya kila siku kuingia kwenye hekalu la Mungu kuachilia uvumba. Sasa siku hiyo ilikuwa ni zamu ya Zakaria. Zakaria akiwa kule, malaika akamtokea. Biblia inasema aliyemtokea alikuwa anaitwa malaika Gabriel. Akamwambia kana kwamba sasa mke wako atachukua mimba, na huyo mtoto atakayemzaa, akamwelezea habari nyingi za mtoto atakayekuja. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Zakaria kabisa sana kwa sababu ya mazingira yaliyokuwako. Circumstances cannot prohibit God to do something. Hallelujah. Amen. Mambo mengi tu ambayo tunayo sasa hivi kwenye dunia yanatuzuilia kuona God's hand. Lakini Zakaria naye aliona kana kwamba bwana, ni miaka mingi sana hatujapata watoto. Isitoshe sisi ni familia ya kitumishi. Isitoshe wakati mwingi tunazungumza na Mungu kwa habari ya watu. Kwa nini Mungu asinisikie kipindi kile kile? Leo Gabriel unakuja kuniambia simple, sijaomba juu ya mtoto sasa hivi, lakini umekuja kuniletea ujumbe ambao sijauhitaji kwa wakati huu. This haiwezi katokea. Gabriel akasema kwa sababu umembishia Bwana, hautaongea mpaka mtoto atakapozaliwa. Haleluya. Amen. Ghafla Zakaria anatoka ni bubu wakati huo. Pengine wale watu waliokuwa pale nje wakamuuliza, Zakaria vipi? Zakaria hawezi akaongea. Pengine wanafikiri ana pretend, lakini alikuwa amepata punishment kwa sababu alikuwa amembishia Mungu kule ndani. Zakaria ameondoka, mke wake akapata mimba. Biblia inasema kana kwamba baada ya kujifungua watu wengi walihangaika kumpa majina. Wengine inawezekana labda walimpa Onesimo, wengine labda walisema Petro. Jamani huyu unaonaje aitwe Elia? Unaonaje jamani huyu aitwe Elisha? Wengine labda wakasema aitwe Ibrahim, maana amekuja kimaajabu. Labda wengine walimpata jina ambalo lilikuwa limebeba utukufu wa juu sana. Lakini hakuja kwa jina hilo, alikuja kwa jina la Yohana. Sema Yohana. Yohana. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni shule nyingine ambayo inatusaidia kutufahamisha kana kwamba sometimes every purpose, kusudi linaweza likawa limebebwa kwenye jina fulani. Haleluya. Amen. Biblia inasema kana kwamba wakasema mtu msikilize na mzee Zakaria. Mzee Zakaria akasema nipeni karatasi. Akachukua karatasi, akaandika jina Yohana. Alipoonesha kinywa chake kikafunguka, ghafla akaanza kumtukuza Mungu. Sura ya pili yote ile Luka anamtukuza Mungu kwa ukuu wake, kwa kinywa chake. Miezi 9 na zaidi jamani kuwa bubu. Amle neno ikamdeliver. Hallelujah. Amen. Sio jina la Yesu, jina la Yohana ikamfungua. Sasa hii sura ya 3 inajaribu kueleza ile mission aliyoanza kuifanya Yohana baada ya kuja duniani.
akaanzisha ubatizo mwingine. Sitaki nizungumzie habari ya ubatizo sana, kwa sababu many people wanakuwa confused about this. Hallelujah. Amen. Yohana hakubatizwa kwanza. Alipokuja alijazwa nguvu za Roho Mtakatifu, akaanza kupata revelation ya ubatizo. Biblia inasema kana kwamba akaanza kusema, jamani, mimi nabatiza kwa maji, ajaye nyuma yangu atabatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ndio hicho ambacho nataka nizungumze. Basi Bwana Yesu na asifiwe sana. Yohana akawa anawaambia watu, yuko atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, yuko atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Baptizo